Mshenzi mkubwa wewe. Hivi Azikiwe mwanangu, unataka nizungumze na kinywa gani ili uweze kunisikia? Unazalilisha kiasi hiki hapa kijijini. Unanitia aibu, unanivua nguo. Azikiwe, hebu nieleze, jana kilitokea nini kule bondeni? Mama, kila siku ni kelele. Hamna hata siku nyumba ina amani. Nikija Azikiwe chuma. Inaona mami nikitoka nikienda kuaga kwa rafiki, ninaenda kwa rafiki yangu Amina. Nikija undani makelele, nyumba hata ina amani. Mama nimechoka. Kila siku kelele zako haziishi. Mpaka majirani huko anasikia. Unaniaibisha mama yangu, nimechoka. Haya mama, mpaka lini mama? Hakuna kilichotokea huko jana. Jana kimetokea nini? Jana mimi si nimerudi hapa vizuri, tumelala. Nini kimetokea jana? Sasa kwa taarifa yako, mwenzio ndo ananyanyua mguu wake hapa sasa hivi, na wewe ndo unatokea hapa. Kanieleza kila kitu alichofanywa na ukichaa wako, mwenda wazimu wako, mpumbavu mwenzio, mshenzi mkubwa, ruhani wa mchana, pumbavu wako Chuma. Alimfanya nini mkwe wangu? Anafikia kuingia mpaka kwa kijana. Azikiwe, nilishakwambia badilisha mawazo. Yule sio mume. Ingekuwa ni mwanaume mwenye busara, asingefanya vitendo alivyofanya jana. Anafikia mpaka kumuumiza mtoto wa watu. Kazaliwa yule kijana. Ni kijana mwenye heshima zake na adabu zake. Kijana mtaratibu, mtanashati, msomi. Pumbavu wakubwa nyinyi. Unamsababishia mwenzio matatizo makubwa namna ile, maana yake nini? Hii serikali ikichukua mkondo wake utawekwa wapi wewe kisababishi? Pumbavu. Mama, utaacha kunifokea mundani mpaka lini Lini nitakuja mundani, nitatoka, nitaingia na nako. Mama yangu nimerudi, amenipokea, amenipenda. Kila siku utakuwa tunamta kunifokea, lakini mama, mimi nimeshasema sitaki wanaume wengine, mbona unataka kunielewa? Mimi nilikuwa natembea zangu, wewe sijui unamuita mwenzako, sijui unamuita nani, kaja kanisimamisha. Mimi nimemuona Chuma, nimeogopa, nimeondoka sababu nampenda Chuma. Mama, sitaki kumuumiza Chuma, lakini kwani kila siku nikija mundani Chuma. Nani alikuwa anakusema ukiwa na baba? Mama, nimechoka kufokea kila siku, nimechoka kila siku maneno. Mama, nimechoka. Mtoto wa kike, na sintakupenda hata siku moja mpaka ubadiliki, ufuate yangu mzazi wako nao yataka. Kwanza kuniambia Chuma gani hata kingekuwa reni. Kitaje ukatiwe jiwe. Nimesema sihitaji na sitaki, na leo ni mara ya mwisho nasema na wewe. Umekubali kuendelea kuwa mwanangu, mvue Chuma. Huhitaji kuendelea kuwa mwanangu, kuwa ni mama yako, endelea na Chuma. Nitakunawa mikono, nitakukabidhi dunia, ubaki na Chuma, ndio mama yako, ndio kila kitu chako. Sasa mama yangu maneno yametoka wapi? Tanawia mkono. Mimi sipoongea naye mundani nitaongea naye, sipoongea naye atanifuza. Mimi si ndo mwanao. Tena nyanyuka uende kwa ukoshe vyombo. Mtoto usiyesikia, fedhuli mkubwa wewe. Muona ule weupe karuhani wa mchana. Ni mkubwa wewe. Useme na mtoto akusikie. Mtoto akuzae mwenyewe. Leo nikuseme mtoto usinisikie, utamsikia nani wewe? Nikikusemea mabaya kweli mwanangu utapona wewe. Sio utakuwa kichana jua kali. Ufanane na mwenzio. Chuma wako mwenda wazimu, nione kama msitu wako zimu. Kwa uwezo wa Allah. Mungu ndo mwingi wa rehema, insha Allah, kwa rehema zake. Sasa Mwenyezi Mungu ndo mponyaji wa kila jambo.
Basi sawa Stasi, endelea matibabu, acha mimi nielekee gengeni hapo ili nikachukue kauzi kwa maarifa ya mchana. Basi haina shida. Sawa. Ila usikate tamaa. Siwezi usikate tamaa kabisa. Hapana. Kwa sababu kukata tamaa ni moja ya dhambi kubwa sana. Ni kweli. Mwenye kurehemu. Dokta, usiwe na shaka, kama tulivyoongea, niamini. Mimi nishakwambia niamini, kila kitu kipo sawa. Ondoa shaka kabisa, kila kitu kipo sawa. Niamini mimi dokta, mimi ni mtu wa kazi hizi. Mimi ndo Montana, kama nilivyokuambia, mimi mtu wa kazi hizi. Usijali. Hamna chochote, hajanijua kabisa, hajanijua hata kidogo. Hajajua chochote, hamna yoyote alojua. Hakuna. Sawa basi, nitakupigia baadaye kidogo. Sawa. Azikira, unajua katika maisha yangu baba yangu alinihusia mambo mawili makuu sana. Jambo la kwanza, waniambia mwanangu, usijaribu kususa kula. Lakini jambo la pili, waliniambia mwanangu, usisuse pesa. Lakini pia jambo la tatu, walinihusia sana, waliniambia mwanangu, usisuse mapenzi. Hivyo basi, si kana kwamba nataka nisuse, la. Naheshimu sana maneno ya wazazi wangu, lakini sasa hivi inavyoelekea, yani sina maana mbaya, wala si kana kwamba sikupendi. Nitoe tamko tu niseme kwamba ni bora sasa hivi tutengane, kwa sababu familia yako hainitaki. Mama yako anapoona hii sura yangu anatamani achukue kisu anichome. Yote hii ya nini? Kwa nini yote nifikie matatizo? Kila siku nilumbane na dada yangu, na wewe kila siku ulumbane na mama yako. Lakini pia hichi kijiji chote kinatambua jinsi gani mimi na wewe tuna mapenzi. Lakini pia hawataki na hawapendi, walifurahikia hili swala. Tatizo hawajui mapenzi ni nini. Lakini nikwambie tu, nahitaji kuondoka hapa kijijini, nende nikaishi katika kijiji hata cha jirani. Nitakapokuwa kule, si kana kwamba nimekuacha kabisa mpenzi wangu. Wewe tu uwe makini, utambue kabisa ninaye mpenzi anaitwa Chuma na ananipenda sana. Nakupenda sana Azikira. Lakini tuache nikapumzishe nafsi yangu. Chuma mpenzi wangu, kwa nini unataka kunikatili? Kwa nini unachukua furaha yangu? Kwa nini unataka
isiwe dhahiri kama siku zote tunavyofanya, kwa sababu huenda tukajitafutia matatizo. Wasiwape walimwengu la kuongea kila saa, azikiwe chuma, azikiwe chuma. Isiwe sababu ni sisi. Sisi ni watu wazima, si watoto wadogo. Basi tuwe makini kwa hili. Sawa? Nakupenda sana. Nakupenda pia.